swali ambalo lilikuwa jibu kuliweka mwanzo, kama tumeona sasa njia mbadala ile vijana huweza kujiajiri, na watu ambao wana elimu ya asili ya kuweza kufundisha watu kwa namna ya kujiajiri ni wachache sana miongoni wengi. Ukiwa kama mwalimu wa pesa na biashara, unawaambia nini wale ambao, au ni kitu gani ambacho tutakifanya ili vijana wengi sasa waweze kupata elimu ya kujiajiri, ya biashara, namna ya kufanya kile kitu ili wapate kujiajiri wenyewe? Kwa sababu tumeona hakuna majukwaa, hakuna taasisi, hakuna hata zile semina mbalimbali ambazo zinafanya kuwapa plani B vijana ambao wanaweza kufundisha namna ya kufanya biashara, lakini hakuna. Sasa miongoni mwa watu ambao nadhani wanajitahidi kwa namna moja ama nyingine, kama mwalimu wa fedha na biashara, tutaanzia wapi na ndio kusaidia vijana kupata elimu ya kujiajiri ama ya biashara, namna ya kujiajiri wenyewe? Okay, muuliza swali zuri. Kama mwalimu wa fedha na wa biashara, kujaribu kuandaa mikakati maalum ambayo kuwafikia hawa vijana. Mfano majukwaa ya online kama haya tunafanya hivi. Kuna magrupu mbalimbali ya WhatsApp kama Mind Shift Youth Economic Platform. Lakini pia tutakuwa tunafanya mikutano mbalimbali ama semina mbalimbali, tutakuwa waandishi vijana wajasiriamali wadogo. Lengo ni kuhakikisha kwa namna moja ama nyingine elimu hii inaweza kumfikia kijana ambaye anatamani kubadilisha maisha yake. Lakini kikubwa zaidi pia ni kijana na yeye ajitambue. Elimu ya fedha tu haitatosha kumbadilisha kijana kafanikiwa. Kijana kama kijana na yeye mwenyewe inabidi ndani yake pia ajitambue. Ajue anahitajika kufanya nini ili aweze kufanikiwa. Ajue elimu zipi ni za muhimu kwake ili aweze kufanikiwa. Mfano, kuna vijana wengi sana wabunifu kwenye utengenezaji wa bidhaa. Ni wengi sana ni wabunifu, lakini wajikuta hawana ujuzi wa kuuza zile products. Wanaisikia tu kuweza kuzitengeneza, skills ya kuseli hawana. Kwa endapo kijana atakuwa tayari kujifunza yeye mwenyewe na kama kuifanyia kazi elimu hii tunaoitoa, basi itakuwa ni mwanzo wa hatua yake kwenda mbele. Kwa hiyo naona majukwaa inabidi yaongezeke sana kwa ajili ya kuelimisha hii. Ndio. Pengine kwa kumalizia sasa, mwalimu wa fedha na biashara, wewe binafsi ushafanya makongamano na semina mbalimbali kupitia kwa vijana, kuwapa elimu wanafunzi wa vyuo na wanafunzi wa shule ili kujielewa mapema wanapokuwa shuleni, wajue kabisa tunapomaliza hapa tusitegemee kuajiriwa, tusitegemee kwenda kujiajiri. Je, ushafanya hivyo ili kuwasaidia wanafunzi ambao wako katika shule na vyuo kwa wakati huo, au pengine vijana ambao wao washahitimu elimu na wako mtaani? Mwalimu, ushafanya hivyo? Hiyo program naifanya na naendelea kuifanya, hususan kwa vijana ambao wako chuo. Tunajaribu kutembelea vyuo mbalimbali kwa ajili ya kuwaelimisha vijana elimu hii. Ingawa pia tumekuwa na changamoto, ukifika kwenye sehemu ya vyuo ambao wanafundisha mambo ya fedha na biashara, kuna wakati mwingine malekta wananyoa wakasema sisi wenyewe tunawafundisha hiyo elimu. Na tunajikuta tunakuwa na changamoto hiyo. Kwamba unavyoenda kutoa wazo, elimu tunayoitoa ni ya fedha na biashara, chuo wanasema sisi wenyewe hiyo elimu tunaifundisha. Wasijue kwamba elimu yao ni wanawatengeneza waweze kuwa good employee. Mwalimu unakuta yeye mwenyewe ameajiriwa. Huwezi ukamfundisha mtu elimu sahihi ya kujiajiri hajakuwa wewe mwenyewe umeajiriwa. Kwa hiyo pamoja na kama kuna ugumu, lakini tunaendelea kufanya, lakini mwisho wa siku ili lengo liweze kufikika. Lakini kwa hawa vijana wa mtaani, wajasiriamali wadogo, vijana ambao tayari wamemaliza chuo wako mtaani, mwitikio wao ni mzuri. Tunafanya kila siku na tuna masemina mbalimbali tunatoa, na wanashukuru kukutana na hii elimu kwa sababu inameweza kuwabadilisha ubongo wao na kufikiria mje zaidi na walivyokuwa wanawaza mwanzo. Okay. Sasa kumalizia, pengine ni nini wito wako kwa mamlaka husika pamoja na vijana ambao sasa bado wana ile mindset ya kuwa wakimaliza kupata ajira? Umeulizaje kiongozi? Nasema wito wako sasa upo kwa mamlaka husika, yaani kwamba ni mamlaka ya serikali kuweza kuwabadilisha vijana
kuwapa elimu ambayo itakwenda kuwagomboa, itakwenda kuwashauri kujiajiri, lakini pia ushauri wangu kwa vijana ambao bado wana ile mindset ya kusema kwamba tutapata ajira au kuajiriwa. Mimi wito wangu wa kwanza ni kuhusu serikali na vyombo ambavyo vinahusika na mamlaka ya wa vijana waweze kuambukiza, kama ni mitaala basi ianze kubadilika, kwamba tutumie mifumo ya elimu za nchi ambazo wanazifanya, kijana apewe elimu sahihi ambayo inaendana na wakati uliopo. Kwa hata sisi tunafanya mafundisho ya practical mbalimbali, endapo serikali itaona hii fursa ya elimu kwa vijana, basi watatupokea kirahisi na tutaweza kutoa elimu bila kuwa na changamoto ya aina yoyote. Lakini pia nafikiri pia tutawasaidia serikali. Leo hii kuna mikopo mingi ya serikali sasa ni vijana, mfano mkopo wa vijana wana of course mikopo inatoka, lakini mwisho wa siku vijana hana elimu ya kumanage ile mikopo. Kwa unajikuta serikali kuna wakati mwingine anapoteza hela kwa vijana, ipo kwa ajili ya kuwasaidia lakini inapoteza hela. Kwa hiyo serikali ikiona kwa upande mwingine itaweza kuwafanya vijana wapate mikopo, lakini pia wakaitumie vizuri kwa ajili ya kuwafanya maisha yao yaende. Hiyo ni kwa serikali. Naomba walione hii ni kwa upande mwingine. Okay. Lakini kuhusu vijana pia wawe tayari kupokea elimu hii. Yeah. Ni kweli walitengeneza muda mrefu kuajiriwa, lakini tayari hiyo kanuni imeshapita. Ndio. Wasomi ni wengi, kila siku wanamaliza chuo. Ndio. Sasa nani wa kubadilisha njia hii sasa? Baada ya kutegemea kuajiriwa na kwenda kujenga biashara, ni kijana huyo. Ndio. Mwisho wa siku anaenda kujenga future ya watoto wake baadaye. Tuamua kuchange sisi kama vijana, tukaamua kutumia mfumo mwingine wa utafutaji wa pesa ama wa kuingiza ajira. Ndio maana ukisoma kitabu kimoja cha Robert Kiyosaki, anakiita second chance. Ndio. Kama kijana aliweza kupata elimu hii na ikamfikisha hapo alipo, na uhitaji wa kusoma kitu kingine kipya ambacho hajawahi kukisoma, alafu arelate na alichonacho, ndipo amue kuchukua njia yake ya mafanikio yake yeye mwenyewe. Sisi walimu tutafundisha, serikali itatuongoza, lakini kijana asipoamua, bado kuna jukumu gumu sana la kuweza kubadilisha hii changamoto ya ajira kwa vijana. Okay. Nakushukuru sana. Nashukuru sana na wewe pia. Naam, mtazamaji, huyo ni msikilizaji, huyo ni mwalimu wa fedha na biashara ambaye tumepata nafasi kuzungumza naye katika siku hii ya leo, akitokea ni sauti kutoka kule mkoani Mbeya. Ameeleza kwa kina na kwa ufupi zaidi, lakini ni elimu kubwa sana ambayo ameshauri vijana kuweza kutafuta njia mbadala ya kuweza kujiajiri. Njia mbadala ni kuweza kusoma elimu ya fedha na biashara na namna ambayo vijana wanaweza kufanya maamuzi. Kitu kikubwa ambacho leo nimejifunza kupitia mwalimu ni kwamba mtaji mkubwa wa vijana kwanza ni wazo, na then baada ya hapo jitihada zifuate. Lakini capital sio kwamba ndio mtaji wa kwanza, hapana, ni mtaji wa tatu takriban, kwa vile alikuwa kwamba inaamini baadhi ya wasikilizaji wamejifunza zaidi. Hadi kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada, napenda kutakia siku njema na kwaheri.